ulemavu. Ndugu waandishi wa habari, mfumo wa NeST umewezesha utekelezaji wa upendeleo wa zabuni za bidhaa za ndani ya nchi. Sheria ya ununuzi wa umma imeweka upendeleo maalum ambapo zabuni zote zenye thamani isiyozidi bilioni 50 ni kwa ajili ya wazawa pekee. Pia imetoa upendeleo wa hadi 10% kwa zabuni wa ndani kwenye zabuni ambazo zinahusisha ushindani wa kimataifa. Kadhalika imetoa upendeleo wa hadi 15% kwa bidhaa za ndani ya nchi dhidi ya bidhaa za nje ya nchi, yani ukitumia malighafi za ndani na mwenzako akawa anatumia malighafi za nje, unapewa upendeleo pale ambapo unafanya uthamini wa mpaka 15%. Yote hiyo ni kuchagiza au kuchachia kwamba watumie bidhaa za ndani zilizozalishwa na viwanda vyetu vya ndani. Upendeleo huu si kwa maneno tu, bali kupitia mfumo wa NeST ni rahisi kufuatilia na kutekeleza, kwani wazabuni wa nje hawawezi kubofya kitufe cha kuomba zabuni zenye thamani ya chini ya shilingi bilioni 50. Na hayo tumewezesha kidijitali kwa sababu mfumo unatupa fursa hiyo, kwa kuwa zimewekwa kwa ajili ya wazabuni wazawa pekee. Ndugu waandishi wa habari, upendeleo wa makundi maalum. Sheria ya ununuzi wa umma imezielekeza taasisi zote za umma nchini kutenga 30% ya bajeti zao za ununuzi kwa ajili ya makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na watu walemavu. Lakini si kutenga tu na kutekeleza. Na hadi sasa makundi maalum 27,946 yamesajiliwa kwenye mfumo wa NeST, ambapo makundi ya vijana ni 13,317, makundi ya wanawake ni 14,400, makundi ya wazee ni 643 na makundi ya watu wenye ulemavu ni 586. Hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Naomba nirudie. Hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Lengo la BPRA kwa kuzingatia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ni kuwa na takribani makundi maalum 300,000 yaliyo tayari kuomba zabuni. Hatua hii ni sehemu ya jitihada ya serikali kutoa ajira na kazi kwa Tanzania ambao hawana uwezo wa kuwa na kampuni kwa sasa, ambao wanaweza kujiunga kwenye makundi na kutekeleza zabuni husika. Na nategemea makundi 300,000 tukiweza kuyafikia, makundi ambayo yana idadi mbalimbali kuanzia watu 3, 5, 10, 20, wengine 30. Tunaamini ripple effect yake inaweza kapelekea kutengeneza kazi na ajira milioni 3 tutapofikia mwaka 2050.